Assalamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatuh. Ni wenu Mwalimu Abdul Karim, na namshukuru Mwenyezi Mungu kwa kunijalia uzima. Nashukuru Mwenyezi Mungu kwa kuendelea kuwa na mimi mpaka muda huu bila mashaka, na nafikiri kwamba Mwenyezi Mungu ni mjuzi wa kila kitu. Ni mjuzi wa kila kitu, mtegemewa wa viumbe vyote. Basi ndugu zangu, bila kuweza kupoteza muda, Mwalimu Abdul Karim niko mbele yenu. Nataka kuweza kuelekeza namna gani tuishi katika majumba yetu, namna gani tunaweza tukavuta baraka, namna gani tunaweza tukaondosha uchawi, na namna gani tunaweza tukavunja uadui, na namna gani tunaweza tukapata bahati kubwa kubwa na ndogo, na namna gani tunaweza tukafanya safari zetu za kuelekea kutafuta riziki. Hiyo ndio somo ya leo, lakini namna hii nitaelekeza ni vipi tuweze kufuga njiwa weupe katika majumba yetu. Vipi tuweze kufuga njiwa weupe katika majumba yetu. Hiyo ndio somo la leo, ndio somo linalohusiana na leo. Na ndugu yangu, usiache kuendelea kusubscribe channel yangu ili usiweze kupitwa na masomo yanayokuja. Hilo ndio jambo la msingi sana. Na kama una changamoto yote inayokutatiza, basi kuna namba inapita katika screen, utaweza kuchukua, tukaweza kushauri, ukaweza kukwamuka katika changamoto unayokutana nayo. Lakini kadhalika vile vile tunasema kwamba sisi huduma zetu zinatembea kama dunia inavyozunguka. Basi hakika kokote kule tunafikisha huduma zetu, kokote kule tunafikisha huduma zetu bila mashaka ya aina yoyote ile. Lakini ndugu zangu, alkadhalika leo tunasema kwa nini tumzungumzie njiwa. Njiwa ni jamii ya ndege. Njiwa ni jamii ya ndege. Na kwa nini tupendekeze njiwa mweupe? Njiwa mweupe ni mtelemsha ujumbe. Njiwa mweupe ni ndege wa ajabu. Ni ndege ambaye ana uwezo wa kuvuta na kuondoa kwa uwezo wa Mwenyezi Mungu. Ana uwezo wa kuvuta riziki katika nyumba ambayo anafugwa, na ana uwezo wa kuondosha mabaya katika nyumba ambayo amefugwa njiwa mweupe. Kwa hivyo njiwa mweupe ana maajabu makubwa sana, na ndio maana kwa wale ambao wana uzoefu ama wameshakwisha kushuhudia wale ambao wanawafuga ndege hawa, pale ambapo watakalili mtu ambaye anawahudumia kila siku, anakuwapa chakula kila siku, basi utaona mtu huyu apungukiwi na riziki, apungukiwi na riziki. Wanamuombea dua kwa Mwenyezi Mungu ndege hawa. Huyu bwana utamuona kila siku lazima apate riziki na aweze kuwaletea chakula. Lakini haya mambo yataendana pale ambapo tunamwabudu Mwenyezi Mungu. Hivyo unapaswa kufuga njiwa weupe, lakini ukiwa na hofu ya Mwenyezi Mungu, kwa maana imani iwepo katika mji wako. Kuswali ni muhimu, kuswali, kumuomba Mungu katika namna mbali mbali. Ukifanya hivyo na ukiwa umefuga hawa njiwa weupe, basi wataondosha mabalaa kwa uwezo wa Mwenyezi Mungu, wataondosha husda kwa uwezo wa Mwenyezi Mungu, wataondosha vijicho kwa uwezo wa Mwenyezi Mungu, wataondosha choyo, na vile vile kadhalika wataondosha upungufu wa riziki katika nyumba. Na vile vile kupitia hawa njiwa weupe, kama endapo utawanunua kwa kulengo la kuwafuga kwa kuatilia nia ambayo wewe unahitaji kuweza kuwafuga. Wengi tunakosea hapa. Kila jambo lolote unalofanya lazima uwe na nia ndani yake, iwepo nia. Lakini wengi tunajifugia tu. Sasa kuna namna ambayo unaweza ukawafuga hawa njiwa kwa maelekezo na kuwapa kazi nini wakufanyie. Hiyo inawezekana bila mashaka aina yoyote. Tafuta njiwa weupe. Pale unapokwenda kuwanunua uwe na kitambaa cheupe, utafute na poda nyeupe. Ukishatafuta vitu hivyo, utafute na ubani maka. Sawa? Kwa hivyo kabla ya kuwanunua njiwa hao, umeshawatengenezea mabanda yao vizuri, fukiza ubani maka kwa muda wa siku 3 katika hayo mabanda yao. Sawa? Na kuzunguka huo mji wako. Baada ya hapo nenda kawachukue. Na unapokwenda kuwachukua, waandalie kitambaa cheupe.
waandalie kitambaa cheupe. Lengo na dhumuni katika maandalizi ya chakula chao utakachokuwa unawaandalia wao wanakula, tandika kitambaa cheupe, wawekee chakula juu ya kitambaa cheupe. Iwe ni mtama, mtama ndio wanapendelea njiwa hawa, na nafaka zingine. Basi utaona jinsi unavyopata neema kubwa. Utaona jinsi riziki zinavyofunguka, milango ya riziki inavyofunguka, utaona maajabu makubwa. Njiwa hawa kama utaweza kuwanunua kwa manuizi, wanaweza kuondosha mikosi kwa hali ya juu, wanaweza kuondosha maradhi kwa hali ya juu, wanaweza kuondosha uchawi kwa hali ya juu sana katika mji wako. Wanaondosha namna gani? Wewe unachukua manyoya yao pindi pale ambapo wanakuwa njiwa hawa wameshaanza kutaga mayai. Kuna manyoya, unakuwa unachukua yale manyoya yao, unachomoa manyoya yao kwenye mbawa, unaweka kwenye maji, unaweka katika maji. Basi unalaza maji hayo kwa muda wa siku 3. Utampatia mgonjwa, anatumia kunywa, anatumia kuoga. Hakika utaona maajabu makubwa. Maji hayo yaombee dua, omba vile ambavyo unataka. Kama umefuata taratibu za kuwanunua njiwa hawa kwa nia, kwa manuizi, basi hakika utakuja kunishukuru. Wewe unaisikiliza, wewe ambaye unanifuatilia, mwanafunzi wangu, hakika utakuja kunishukuru. Tumia njia hii ya kuweza kuwafuga njiwa weupe kwa nia nini unataka wafanye, kwa uelekeo wa Mwenyezi Mungu. Kama unahitaji au njiwa kwa ajili ya kulinda mji wako, basi tilia nia wafuge kwa namna hiyo. Na kama unahitaji mambo yote kwamba wakinge, waondoshe hasadi, waondoshe uchawi, alafu wajaze riziki katika nyumba yako, unatilia manuizi hayo, unamuomba Mwenyezi Mungu, unafukiza ubani Maka, basi unakwenda kuwachukua njiwa hao aliyakuwa umewaandalia mazingira sahihi ya kukaa. Hakika utaona maajabu makubwa. Hakika utaona maajabu makubwa. Hakika utaona maajabu makubwa, kwani ndege aina ya njiwa hasa wenye rangi nyeupe wana siri kubwa sana. Wana siri kubwa sana. Na ndio maana yule ambaye anahusiana nao, utaona wana ukaribu naye, mara wanakuwa wanamdandia sehemu tofauti za mwili wake, lakini watu wengi hawajajua siri hii. Kwa nini njiwa wanafanya hivyo? Njiwa wanamzidishia baraka kwa idhini ya Mwenyezi Mungu. Wanafanya hivyo kwa uelekezo wa Mwenyezi Mungu kwa huyo mtu ambaye anawapatia chakula. Wanamuongezea baraka, wanamuongezea nguvu. Na ndio maana inapofika wakati Mwenyezi Mungu anapomhitajia mtu huyo, maana yake anapomuondosha mtu huyo, basi mara unaona njiwa wale wanahama katika mji huo. Kwa nini wanahama? Kwa sababu yule mtu ambaye aliwachukua kwa nia na alikuwa akiwahudumia vizuri, sasa wakati wake umekwisha, Mwenyezi Mungu amekwisha kumchukua, na wao wanasambaa, kwa sababu hawaoni mtu mwingine atakayeweza kuwatendea yale wanayohitaji. Ndugu zangu, ukihitaji kuweza kuingia kwenye utaratibu wa kufuga njiwa, basi niweze kukushauri, nitakuelekeza. Njiwa hakika wana hazina kubwa. Njiwa weupe wana siri kubwa ndani yao. Angalia namna kuweza kuwafuga, utakuja kunishukuru. Kwa jina langu naitwa Mwalimu Abdul Karim, na unaweza kunitafuta kwa namba za simu ambazo zinapita kwenye screen yako, na usichoke kuendelea kusubscribe channel yangu ili hakika uwe wa kwanza wewe kuweza kupata masomo mengine yanayokuja. Tuzidi kushirikiana zaidi, tunapojenga tuweze kujenga pamoja, na kama kuna upungufu basi wewe usiache kudondosha comment hapo chini ili tuweze kurekebishana katika yale mambo mengi ambayo yanatutatiza. Niweze kuwashukuru.